Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu wale mnaotufuatilia Maajabu 18, kwa majina anaitwa Sheikh Musa, lakini maarufu watu hupenda kuniita Maajabu 18, wakininasibisha na huduma ambazo tunazifanya chini ya ofisi yetu ya Maajabu 18. Tumekuwa kwa muda mrefu hatufanyi vipindi, lakini sio kwa maana kwamba huduma zilisitishwa au hatupo, hapana. Tuna taratibu tumejiwekea za kufanya utafiti. Kwa hiyo hadi leo nyie mnatujua ni kwa sababu ya tafiti ambazo tumezifanya, na baadaye zikaja na ikawa ni msaada kwa watu. Kwa hiyo tukaona tuanze pia kufanya tafiti kwa vitu tofauti tofauti ambavyo pia vinagusa maisha yetu ya kila siku. Lakini leo tutazungumzia habari ya kuwadhibiti au wezi. Tutazungumzia habari ya wezi kwa ujumla. Wezi kwa vipi? Wezi ambao wanaiba na kuwatia watu hasara. Ni namna gani tunakuja kuwa ni msaada kwa wezi, lakini na kwa watu wengine ambao wana tabia za wezi, kama watu wanaofanya dhulma na vitu kama hivyo ambavyo vinahusu maisha na kuchukua mali za watu bila ridhaa. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tutakuja kukizungumzia. Na sisi kama kawaida yetu, nafikiri mnatufahamu, tuna vitu vingi. Tuna huduma nyingi, tuna huduma za mahusiano, tuna vitu vingi, lakini vyote hivyo tutakuja kuviongelea. Kuna watu ambao wanaota wako darasani, kuna watu ambao wamevurugwa, maisha yao hayaeleweki, kuna watu ambao wanakataliwa, kuna watu ambao wanachezewa, kuna watu ambao wanaahidiwa vitu haviendi, kuna watu ambao hawapati kazi, kuna watu ambao wanahangaika na maradhi. Hizo huduma zote tunazifanya, lakini kwa ufasaha leo au kwa upekee tumeona tuongee kwa upana juu ya hili jambo la wezi. Na kwa mtu ambaye ni muelewa atatuelewa nini tunachomaanisha. Watu wamekuwa wakiiba, na watu wamekuwa wakidhulumu. Watu wamekuwa wanafanya wanavyojisikia, hasa kwenye mambo ya wizi, kwenye kuaminiwa watu hawatekelezi. Maana ile kuna watu ambao wanaamua tu kuwadhulumu watu, mtu anakufanyisha kazi hakulipi. Kwa hiyo hizi zote ni sehemu ambazo sisi tunasaidia watu ambao wanaonewa kwa staili hiyo. Sasa nini kinakuja kutokea? Ikiwa mtu ameibiwa, kama ni dukani au nyumbani, wewe njoo Maajabu 18. Sisi wewe hautotulipa pesa. Yaani pesa za kutulipa hautotulipa kwa sababu ya vitu viwili. Cha kwanza, imani. Kwamba je, nikilipa vitu vyangu vitapatikana? Hilo la kwanza. Na wengi wamezunguka sehemu nyingi baada ya kuibiwa, na mwisho wa siku anapoteza pesa. Kwa hiyo imani inasimama kwenye nafasi hiyo. Lakini sababu ya pili, wewe umeshaibiwa tayari, uko kwenye msiba. Kwa nini tena wewe tukutoze pesa wakati mwizi yupo na anatamba kifua mbele, hauna cha kumfanya, anajisikia vyovyote anaweza kukujibu kwa sababu hauna nguvu, utafanya nini sasa? Na hizi taaluma zilikuwepo na sisi wote ni mashahidi. Ilikuwa ukienda kuiba viatu au chochote msikitini, basi wanatoa siku 3. Sisi wote ni mashahidi, iwe ni Waislamu wa Kristo, hivyo vitu ni maarufu. Lakini hadi kwetu pia vijijini, kwenye asili zetu sisi, ilikuwa ni makosa kuchukua mali ya mtu, aidha shamba la mtu kuchukua bila idhini, ukaingia ukachukua mazao,
Hicho ni kitu hakikuwepo kabisa. Kwa hiyo sisi tukafanya research kupitia njia za Mwenyezi Mungu, lakini pia ndo tunakuja kuwafikishia hiki ambacho leo tunakuja kuambia. Ikiwa umeibiwa, basi jukumu la kwanza wewe njoo Kinyerezi Mwisho, ambapo ndipo ofisi yetu ilipo. Lakini tutakuuliza, kwa sababu inawezekana ukatudanganya. Kwa hiyo sisi tutakuuliza ilikuwaje na nini na hivyo. Basi baada ya hapo tutajua nini cha kufanya, na yule mwizi ambaye kakuibia atarudisha mali alizoiba, na yule sasa ndio atakayetulipa sisi gharama ambazo sisi tutahitaji. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye ameibiwa asihuzunike, yeye aje. Lakini huduma hii haina namna yote tofauti na kufika ofisini kwetu, kwa sababu sisi tunahitaji mwizi aliyoibiwa, na sio kwa njia ya simu, haiwezekani, wala njia yote tofauti na kufika hapa. Kwa hiyo leo ni hayo ambayo tumeona tuwaletee. Na ukitaka kufika Maajabu 18, sisi tunapatikana Tabata Kinyerezi Mwisho, Dar es Salaam. Ukifika hapo Kinyerezi Mwisho, uliza tu Maajabu 18 ofisi zao ziko wapi, au ingia kwenye mapu, andika Maajabu 18. Aidha kama unatumia usafiri wa Bolt uta apply hapo, watakuleta, ama unaweza ukaja kwa Google Map ukafika. Kwa namna yote utafika, ama ukifika pale stendi, ni nyuma tu ya stendi, ukiuliza mtu yote atakuelekeza, au unaweza ukatupigia kwa simu namba ambazo zinapita hapo kwenye skrini yako. Kwa hiyo ni njia rahisi ambayo utafika. Unaweza ukatupigia kwa simu namba zinazopita hapo, au pia unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii @Maajabu 18, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook na mitandao yote ambayo ni ya kijamii tunapatikana kwa Maajabu 18. Lakini pia nikukumbushe wewe mtazamaji wa chaneli yetu au kwenye mfuatiliaji kwenye akaunti zetu za mitandao ya kijamii, tutakuwa na muendelezo wa vipindi mbalimbali, na baada ya hiki tutaongelea namna gani ya kumrudisha mtu ambaye ametelekeza familia yake, ametelekeza mke, ametelekeza ama mume. Wanaume pia tunatelekezwa, yani baada ya kuwa na maisha magumu mtu anakuacha. Ni namna gani, yani namna ya kumrudisha mtu. Lakini wewe ambaye umechezewa, mtu amekupromise atakuoa alafu unaishiwa kuchezewa, hicho kitu tena, basi tutakuja kipindi kijacho, tutaelezea ni namna gani, na vitu vyetu vyote vimenyoka. Sisi hatuna wasiwasi juu ya utendaji wa hizi huduma zetu.